Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea na vipindi vyetu ambavyo kila siku vinawaijia hapa na kila siku tuna vifanya na usikose, kwa sababu utakapokuwa umekosa, na ili usikose vipindi hivi, naomba uwe ni mtu mwenye kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe inakuwa ni rahisi sana. Kila siku unapopost, ina maana unaletewa moja kwa moja kwenye simu yako kwamba bwana Dr. Chikalamoto leo kaleta mada hii. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kunisikiliza na kujua kwamba hili je, ni jipya kwangu au ni la zamani kwangu au ni lile lile, kwa sababu kusikiliza ni kwingine na kulipokea nako ni kwingine. Lakini naamini kwa lile utakalolisikia hakuna utakayoweza kuyakosa, hata mawili matatu yakaweza kukusaidia. Siku ya leo ningependa niweze nikawaelezea jambo moja ambalo mada yetu itakita sana. Nimeshawaelezea watu, ninawapa elimu za kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambazo mtu unatakiwa ujue ukuaji wako katika, kwa sababu watu unaweza ukaja kwa Dr. Chikalamoto alafu je, mimi nakwenda kwa Dr. Chikalamoto narudi nyuma au nakuwa? Sasa natakiwa ukija kwa Dr. Chikalamoto uwe unakuwa, usio kila siku unarudi nyuma au uko pale pale. Sasa hicho ni kipimo ambacho unatakiwa unapokwenda kwa mtaalamu upime kwamba mimi huyu mtaalamu ananisaidia kukua au ananisaidia kurudi nyuma, ili uweze ukajitathmini wewe na huyo mtaalamu wako kwamba ananisaidia au ni mtu ambaye ananipotezea muda. Kwa sababu kuna wakati mwingine hakuna kitu kibaya kama kupoteza muda. Kupoteza muda ni kitu kibaya sana, au mtu kukupotezea muda ni kitu kibaya. Kama unakuta mtu anakupotezea muda, jitahidi sana kuwa makini na huyo mtu. Kuwa makini na huyo mtu, kwa sababu siku zinabadilika kila siku. Siku zinabadilika kila siku. Kwa hiyo ukiipoteza leo, hiyo imeisha. Kwa ogopa sana mtu unaenda anakupotezea daladala nyingi, hizo hazitakusaidia chochote. Hebu jitahidi kufanya jambo lingine. Kwa hiyo jitathmini unapokuja kwa mtu au unapoenda kwa au unafanya biashara yoyote. Jitahidi kujua hii biashara inakuwa au hii biashara inashuka. Unajitathmini vipi? Kwa sababu kuna kutamani kufanya biashara au kuna maendeleo katika biashara. Na maendeleo yanakujaje katika biashara? Kwa sababu mtu unaweza ukafanya biashara, lakini je, unakuwa katika hiyo biashara? Kwa sababu mtu anaweza kuwa anafanya biashara anafanya tu, lakini kufanya biashara ni tofauti na kukua ni tofauti. Kwa sababu unaweza ukawa unafanya biashara unaonekana biashara, lakini mtu akaja akaniambia, kwa sababu akakwambia bwana leo nionyeshe balance yako uliyoweka, ukashindwa kumuonyesha balance. Kwa hiyo unatakiwa ukue kibiashara, uonekane unafanya biashara, na kile unachokipata unachokiweka katika ile biashara chako kiwe kinakuwa sambamba na biashara yako. Yaani biashara yako inakuwa, itakapokuwa ina maana ndoto zako zinazokupeleka kwamba hii biashara yangu imefikia kiwango hii na ndoto zangu zilikuwa ifike hapo. Sasa zile ndoto za kufanya ile biashara yako zimetimia. Sasa kama ndoto zimetimia za kufanya ile biashara yako, je, na ile uwekezaji au kuweka kile kipato kinakuwa kwa kiwango kile kile, au unakuwa ni wewe ndoto yako umeitimiza, lakini maendeleo ya biashara yako yanabaki pale pale, yaani yanaishia kwenye ndoto? Hapana. Jitahidi biashara ikue, ndoto yako umeitimiza,
na biashara yako ionekane, yaani balance unayoiweka. Kama uliweka milioni 50, wewe baada ya miezi 6 ukaone una milioni 100 au milioni 80 au milioni 70. Hiyo ndio kukua. Nimeongea haya nikiwa na maana, kuna watu wanakumbatia walimu, wanakumbatia waganga, miaka nenda rudi, lakini hakuna anachokipata hakuna anachokipata. Wewe leo utaenda kwa mganga huyu, wewe utaenda kwa mganga huyu, wewe utakwenda kwa mganga huyu, au unaenda kwenye maombi, sijui unaenda kwenye dua, unaenda kwenye nini, lakini unaendelea kuwa maskini. Lazima kuna sehemu umekufeli. Yawezekana wanaokutia umaskini ni wale ambao unaenda nao, unaenda kwao kila siku. Au kuna sehemu ambako wewe unakaa uwasikilizi vizuri wale wanaokusaidia ili ukatoka kwenye changamoto hizo ulizokuwa nazo. Kwa hiyo jitahidi kuona mabadiliko, kila kitu unachokifanya kiwe na mabadiliko, na asiwe mabadiliko ya maneno, yawe na mabadiliko ya vitendo, kwa sababu kuna watu tumezoea kuwekeana matendo kwamba mimi bwana nimeenda nimefanyiwa muujiza fulani, muujiza. Sasa huo muujiza ambao unaonekana kwako tu, hauonekani kwa mtu mwingine. Yaani kuna vitu vinaonekana kwa watu. Kama wewe umetengenezwa umepona, basi uonekane umepona, lakini usionekane umepona kwako kutu au kwako na wewe aliyekuponyesha. Uonekane na watu waone fulani kapona. Hayo ndiyo mafanikio ambayo yanatakikana kwa mwanadamu kwa kila siku. Huko ndio kutopoteza muda, kwa sababu hii dunia tunapita, ni mchaka, tunaachiana vijiti. Unakapofika muda wako, inatakiwa umwachie mwenzako kijiti ambacho kijiti kilicho bora, sio kijiti ambacho kimechakaa. Sasa kiwa ni mtu wa kupoteza muda, utaacha kijiti kwa watoto wako ambao kile kijiti nacho watashindwa kukimbia nacho, watakuja kuachia hivyo hivyo. Kwa hiyo utakuwa unatengeneza kizazi ambacho kitakuwa hakina mafanikio na hakijui jinsi ya kutengeneza mafanikio na hakijui jinsi ya kukuza yale mafanikio. Ndugu zanguni, siku ya leo naomba niishie hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Dr. Chikaramoto, na endeleeni kunifuatilia katika chaneli yetu ya YouTube, au unaweza kupiga namba 0784994048. Popote ulipo, ukiwa Ulaya, ukiwa wapi, mimi simu yako nitaipokea ndani ya masaa 24 na nitaweza kukujibu lile na kukusaidia lile utakalokuwa umehitaji. Kwa wale wenye maradhi mbalimbali nitakusaidia, kwa wale wenye matatizo ya kiuchumi usikose kunipigia, wala usisite kunipigia. Kama usijui una nguvu za kiume, au wenye matatizo ya wanaume hawapeni ujanja, au kuna vitu vya kula vinasababisha, alafu wewe unakaa mwaka hadi mwaka wewe unakula madawa ya hospitali tu masumu, au unakula vyakula ya sumu, hujajiflashi. Wewe unategemea nguvu utazipata wapi? Inatakiwa kila baada ya muda fulani kuna dawa za asili, kuna miti unywe ili kuflash, kutoa yale mafuta yaliyoganda tumboni, kuweza kutoa mgandamano wa mafuta, chakula kile kiweze kikasagika vizuri, ili na wewe uwe imara. Kwa hiyo sio kila siku nguvu za kiume mara nini, hiyo ilishakuwa wimbo. Acheni na hayo mambo jamani. Asanteni sana na karibuni sana, na endeleeni kunisikiliza.